Ndugu zangu, poleni sana kwa msiba. Na mimi nichukue nafasi hii pia kuwashukuru wananchi wenzangu wa kata Nsalaga, mtaa wa Ntundu, ambao tumekusanyika hapa kwa ajili ya kutoa faraja kwa familia hii ambayo kimsingi msiba wake unatia huzuni sana. Mimi naitwa Clemens James Mwandemba, diwani wa kata hii ya Nsalaga na diwani kijana Tanzania. Lakini ndugu zangu, nimeanza kuwapongeza kwa sababu mmefanya kitu kikubwa sana. Mimi nichukue nafasi hii kuungana na wananchi wa Nsalaga, wana Ntundu, kumpongeza bibi yangu kwa namna ambavyo amebeba mzigo wa hii familia. Tumpigie makofi bibi yetu. Ninafahamu wapo watumishi wa Mungu, Mungu awabariki sana. Neno lilikuwa fupi lakini lenye ujumbe mkubwa sana. Wakati nafika kwenye huu msiba sikujua nani amefariki, sikujua nani amefiwa na sikujua stori ya msiba. Lakini mara baada ya kufika hapa, kutana na wananchi wenzangu wamenipa stori fupi ya namna familia ambavyo imebeba mzigo mkubwa. Wakisema bibi yetu ambeba mzigo mkubwa sana. Na mimi niseme kupitia ofisi ya Mheshimiwa Diwani wa kata Nsalaga, Clemens James Mwandemba dogo janja anayeongea hapa. Ninatoa maelekezo. Nimeambiwa bibi yangu ana wajukuu wengi sana hapa. Lakini wapo wajukuu ambao wanasoma shule ya msingi. Nimeambiwa wako wawili, si kama ni sahihi. Sawa, kweli Basi ofisi ya diwani wa kata Nsalaga nimekabidhiwa ofisi juzi. Nimepata fursa huu mtaa wa Ntundu, ofisi ya diwani ikishirikiana na ofisi ya Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Uyole, mama yangu Dr. Tulia. Nimepewa fursa ya watu 50 kila mtaa wanaoishi kwenye mazingira magumu ili washonewe uniform na masuala mengine mbalimbali. Ninaamini balozi wa mtaa huu yuko wapi? Mimi hapa baba. Umepewa maelekezo na mwenyekiti kwamba uandike majina watu wangapi? Majina ya watu 6. Sasa majina ya wawili yawe kwa mama huyu. Asante. Sawa. Hayo umesikia? Hayo nimetoa maelekezo kwa sababu mimi kama diwani hawa ndio wananchi wangu. Kwa hali niliyoiona hapa, hata kama hao katika majina 6, majina mawili yao ya wajukuu wa bibi hapa. Asante, nashukuru baba. Sawa. Mabalozi wengine nimeona, mabalozi msogea hapa. Balozi. Nimeona mzee wangu Mwaipela, Ngole, zimetoka hizi fursa. Kama diwani, ninataka zikitolewa fursa wapate watu wenye changamoto. Pasipo kuangalia dini, kabila, wala sijui nini. Wapate watu wahusika wenye changamoto. Nitafanya ziara. Hawa watu 50 mliopewa, nimetoa maelekezo kwa mwenyekiti wa mtaa. Nitafuatilia mimi mwenyewe kwamba wanaopewa ni wale wanaostahili, wapewe watu wenye changamoto. Lakini baada ya kusema hilo, nikauliza, je, bibi huyu amebebeshwa mzigo yupo kwenye masuala ya tasafu? Nimeambiwa bibi yupo. Ni kweli? Naam? Baraka haupo. Mjumbe wa serikali ya mtaa? Nipo hapa. Na sijamuona mwenyekiti. Natoa maelekezo. Maelekezo yangu ni haya. Nitaanza kufanya ziara mtaa kwa mtaa. Nataka watu wenye changamoto kama hawa. Kama kuna namna serikali wasaidie, sisi tuwasemee, tuwasaidie waweze kupata hizi hela. Kwa sababu ni hela zao. Unielewa? Hakuna muuni atakula hela za kina bibi kama hawa. Ndasimamia kidete kweli kweli. Kwa hiyo ndapata hizo taarifa mapema sana. Ndugu zangu, nataka niwaambie watu kama hawa, sisi kama jamii, sadaka zetu ili zibarikiwe na Mwenyezi Mungu ni kuona watu kama hawa. Amina. Binafsi mimi sio tajiri, ila naamini Mwenyezi Mungu amenipa uwezo kuwa kiongozi, balozi. Amina. Sina kikubwa sana cha kutoa, lakini nimesikia bibi ana wajukuu, ana mizigo mingi sana. Nitakuja kwanza niwe rafiki wa hii familia. Lakini kabla ya kuwa rafiki wa hii familia, kila mtu namna ambavyo Mwenyezi Mungu amembariki, nitachangia unga madebe mawili, ndasaga mwenyewe. Sawa? Hiyo balozi hahitaji mambo mengi. Kesho kutwa asubuhi nikumbushe. Sawa? Ndio. Debezi 2. Mimi nitaleta debe 2 na mambo mengine mazaga toka siku huwa tutangaze. Sawa? Kwa hiyo utanikumbusha balozi. Asante. Baada ya kusimama, ndugu zangu, nichukue nafasi hii kuwashukuru sana. Mungu awabariki sana. Mimi kijana wenu, najua tuko msibani. Nitakuja, tutazungumza mengi sana, wala msio na wasiwasi. Tutajadili mambo mengi sana. Tutajadili mambo ya kimaendeleo, mambo yetu ya wananchi, tutazungumza vizuri. Na mimi kijana wenu nasema hivi, mimi ni kama kilanja. Hoja mnazo nyie. Kazi yangu ni kuja kuwasikiliza, alafu niyafanyie kazi. Baada ya kusema, ndugu zangu,
Ninawashukuru sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mlipotoa Mungu akawazidishie. Lakini mwisho niwashukuru ndugu zangu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Naomba muwapigie makofi. Nawapongeza kwa sababu haya mambo ya kujitoa kwenye jamii hayana vyama. Natamani mjue kwamba hivi vyama vyetu vikijikita kuwasaidia watu kama hao wenye changamoto, tutafika salama ndugu zangu. Tusitengenezeane chuki ambazo sio za msingi. Leo nimesikia Chadema wanachanga hapa, na mimi binafsi nimechanga kiongozi. Yes, na mimi nimewaunga mkono kwa sababu michango yote imelenga kumsaidia bibi yetu. Kwa hiyo natamani vyama vyote vya kisiasa, tukisikia kuna changamoto kama hizi, tuungane kwa pamoja ili tuinue jamii yetu. Uwepo wa vyama vyetu kwenye maeneo yetu iwe sehemu ya kustawi amani kwenye mitaa yetu. Kwa hiyo ndugu zangu wana Chadema, nawapongeza kwa moyo wa dhati, na ndio maana nimeunga mkono. Ninaamini watu wengine pia wataendelea kuunga mkono ili mambo mengine yakae vizuri, tuungane kutatua changamoto za wananchi. Na saa hizi mimi nimeshakuwa diwani, wewe uwe Chadema, uwe CCM, uwe kafu, uwe TLP, maana ni una wazo zuri la kuboresha Ntundu yetu, Nsalaga yetu, mlango wa diwani uko wazi kupokea pale. Baada kusema ndugu zangu, nashukuru sana. Ngoja niangalie, wanasema ukishavaa koti hili kidogo lazima kutakuwa na umate kidogo, si ndio jamani? Basi na mimi bwana, kwa sababu ya hii mchakato nimwachie bibi hata 20,000 ili michakato mingine ikae vizuri. Ndugu zangu, asanteni sana, asanteni sana. Asanteni mno. Mungu awabariki sana. Asante sana. Asante sana. Asante. Asante.